huo ndo wanasahau moja kwa moja, wachui hata wanachokiishi, wanachokinena, wanachokitamka hawajui tu, yani ni kusonga mbele tu. Wakati mwingine wanasema heri ya kunyamaza. Bwana asifiwe. Kwani lazima uwe mtu wa maneno mengi? Ni lazima? Sio lazima uwe mtu wa maneno mengi, uwe na maneno machache. Unaona, maneno mengi yanayozidi nasema yanatoka kwa nani? Kwa yule mwovu. Bwana asifiwe. Jifunzeni kutamka maneno ya baraka. Unaona? Tamka maneno ya baraka. Huyo mpendwa mwenzio wewe humfahamu. Unamfahamu wewe? Wewe unamfahamu? Huyo mpendwa mwenzio unamfahamu? Humfahamu wewe, anayefahamu ni nani? Ni Mungu. Wewe wachungaji wewe unawafahamu? Namfahamu mchungaji Fintan wewe? Hakuna anayenifahamu mimi hapa. Kama mchungaji mwenyewe wala hanifahamu. Yeye ananifahamu tu kama mume wake. Lakini kwa habari ya utumishi wangu afahamu na ajui nimekutana na Yesu kwa namna gani. Yesu anasema na mimi vitu gani? Hajui. Unaona? Kwa hiyo nisipaswi kumnenea maneno magumu mke wangu. Unaona? Ukimnenea maneno magumu mke wako, unajua Mungu atakupatiliza wewe. Ana namna ambavyo Mungu anashughulika na wewe. Bwana asifiwe. Ukilaani, Mungu ndo anayekulaani wewe. Unaona? Mungu anageuza kibao, anaanza kukulaani wewe. Unaona? Ukitamka baraka juu ya huyo mtu, Mungu anakubariki wewe. Ni kitu kirahisi sana. Unaona? Yaani wewe unamtamkia mwenzio baraka, alafu Mungu anakubariki wewe. Ni kitu kirahisi. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuambie siri. Mungu akikubariki wewe, unaona? Mungu akikubariki wewe, mahali pale ulipo pia panabarikiwa. Ninakuambia kitu cha kweli. Panabarikiwa mahali unapokaa pale ulipo. Panabarikiwa kwa sababu ya baraka ambazo Mungu ameziachilia kwako wewe. Jamaa zote watabarikiwa. Bwana asifiwe. Amina. Paka na ndugu zako wanashiriki baraka zile ambazo Mungu amekubariki wewe. Bwana asifiwe. Amina. Nakwambia kitu cha kweli. Watu watatamani mpaka maisha yako ya mbaraka wako, watu watatamani. Wengine watakuja kukuuliza, kwani wewe unafanyaje? Unaona? Shari kuulizwa hayo maswali. Unaona? Shari kuulizwa hayo maswali. Hivi unafanyaje kwa habari ya watoto wako? Bwana asifiwe. Watu wasione. Na ikiwezekana waje wakuulize, unafanyaje wewe? Hiyo unafanyaje? Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwingine wakaja akasema, kwani mchungaji, hivi nyumbani kwako kwani mtu hawezi akaja akapumzika panapopendeza? Yaani pako tulivu, pana hewa mzuri, yaani pana maua, sijui pana nini. Hivi huwezi tu kumruhusu mtu akaja kupumzika? Nikamwambia mimi sizuii mtu. Wewe njoo. Bwana asifiwe. Na nikwambie maua yangu wanakata watu sasa hivi mji wa Kitangali wanakuja kukata maua yangu wanaenda kupanda kwa. Bwana asifiwe. Mungu aweke dalili na zile dalili watu wazione, ili utakapoinuliwa watu waseme kwa kweli huyu tulijua, tulimuona. Tulimuona huyu. Unaona? Tuliona dalili za kuinuliwa. Sio ghafla tu. Na ikiwa ghafla, ndio ile ghafla unamsahau Mungu, kumjali Mungu, kumheshimu Mungu. Anza na Mungu kwenye baraka zako. Bwana asifiwe. Amina. Sasa unawezaje kuzipata hizo baraka za Mungu? Nimesema ni kwa kufanya nini? Ni kwa kutii agizo la Mungu. Kama unataka kubarikiwa, hebu tii baraka za Mungu.
Mimi nafikiri walimu shuleni wanapomfundisha mwanafunzi, unaona? Hesabu 2 mara 2 jibu lake ni ngapi? Ni 4. Alafu mwanafunzi huyo hajali 2 mara 2 ndio nini mwalimu huyo? Unaona? 2 mara 2. Basi unaweza kaandika tu hata 2. Unaona? Si unaweza kaandika tu 2 mara 2 ukaandika tu 2 tu hiyo. Unaona? Ukaandika tu 2 hiyo inatosha hiyo. Unaona? Yaani hajali huyo mwanafunzi. Ukimpelekea mtihani ukamwandikia 2 mara 2 akaandika 2 utampatiki? Si unamwambia umekosea. Unaona? Mungu anapokuambia fanya kitu fulani, unaona? Wewe unachotakiwa ni kuwa mtii, fanya. Unaona? Juzi kwenye maombi nikawa nasema hivi. Yaani sasa hivi tusipoangalia kanisa linaenda kufa huko mbele. Alafu unaweza usijue, lakini mtu wa Mungu anaona dalili. Unaona? Anaona dalili. Watu kama kuomba hawaombi. Hivi nini kinaenda kutokea huko mbele? Tuna maombi ya siku ngapi? Siku 3. Watu huwaone. Nini kinaenda kutokea huko mbele? Watu wanakula tu. Watu wanafakania tu. Watu wanakula tu, wasema shauri yao wanaoomba, waache waombe wao wenyewe. Unaona? Waache waombe wao wenyewe. Tukija hapa tunaomba kwa ajili ya familia zetu. Wewe umeacha kuombea familia yako. Tunaomba kwa ajili ya mambo mengi. Wewe umeacha kuomba, nini kitakukuta? Siku hizi watu wameacha kuhubiri Injili. Unaona? Kanisa halitakufa. Sasa hivi watu wengi wanataka wapangiwe madhabahuni tu hapa. Ahubiri madhabahuni tu. Lakini mimi nilipookoka sikufundishwa kitu cha namna hiyo. Unaona? Mimi nilifundishwa kuhubiri Injili mitaani kama maandiko yanavyotutaka. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Unaona? Sasa hivi kuna wale kwenda kuhubiri. Kutakuwa na kanisa huko mbele. Huko mbele kutakuwa na wainjilisti. Kutakuwa na wainjilisti. Hatutakuwa na wainjilisti. Unaona? Sijui tutakuwa na kizazi cha aina gani. Mimi nakaaga kutafakari. Hivi huko mbele tutakuwa na bomu la aina gani? Unaona? Tutakuwa na watu wa namna gani? Ndio watu wasumbufu makanisani. Ndio tutakuwa nao. Na inawezekana wameanza. Unaona? Ni wasumbufu tu wako makanisani. Usumbufu, nenda kafanya usumbufu barabarani kule. Nenda kafanya usumbufu kule mitaani kule. Kahubiri Injili kule. Ukitoka kule uko hoi. Una usumbufu tena? Uko hoi. Umepambana na Injili kule. Lakini unakula. Maombi wapi? Unakula, unashiba. Top. Unaona? Alafu unataka kuleta usumbufu. Kanisani umeshiba chipsi, umeshiba mayai, umeshiba matamba, sio vitu gani umekula vimejaa tumboni. Unaona? Lakini sisi wakati tunaokoka, usumbufu tulikuwa tunaenda kutoa kule mitaani kule. Unakuta mnakutana kule, wengine anahubiri huku, mwingine anahubiri huku, mwingine anahubiri huku, mwingine anahubiri huku, mwingine anahubiri. Unaona? Alafu inakuwa baraka. Ndipo Mungu anajua huyu namweka kwenye kitengo fulani. Huyu namweka kwenye kitengo fulani. Hivi unajiuliza, huko mbele ya safari wewe wenzangu utakuwa kwenye kitengo gani wewe? Wewe unajiuliza maswali. Hivi Mungu akuweka kwenye kitengo gani? Unafaa kuwa mhubiri kweli? Unafaa kuwa mchungaji kweli? Unafaa kuwa mama mchungaji kweli? Unafaa kuwa nani wewe? Kama anavyosema Mungu, utaki